tabaruku katika kujaribu tu kuelekezana kwa wale ambao hawakuwahi kudiriki kumuona, lakini japo hata kumsikia. Kwa hakika ni miaka 10 sasa tokea atoweke katika macho yetu haya ya kawaida. Ni siku ya Jumanne Shawwal mwezi 14 ya miaka 10 iliyopita, mzee wetu, babu yetu, mlezi wetu, kipenzi chetu Khamis bin Said Khalfan Al-Harithi Ash-Shadhili, Mwenyezi Mungu amrahamu, aliondoka katika mgongo wa ardhi hii. Kiukweli na uhalisia ulivyo, hatuwezi kumwelezea Sheikh Khamis kama Sheikh Khamis, isipokuwa hili kundi letu ndio taarifu tosha ya kujua Sheikh Khamis ni nani. Uwepo wetu mimi na wewe katika bukaa hii ni taarifu tosha ya Sheikh Khamis bin Said bin Khalfan, kama ambavyo tarehe nyingi zinaonyesha za watu wakubwa kama hawa. Ukifuatilia mwanzo kabisa utasikia talaqa qurrata ilmihi ala yadi walidihi. Watu kama hawa mara nyingi sana unasikia ilmu yao ya msingi walianza kuipokea kwa wazazi wao. Jana tulikuwa na hauli ya Said Ahmad bin Said Abi Bakr bin Sumaid, Allah warhamu. Basi na yeye tarehe yake inaonyesha hata ilmihi alianza kuipokea kwa baba yake mzazi. Hivyo hivyo wajukuu zake hao kina Sheikh Khamis walianza kupokea mafundisho ya ilmu kwa baba yao mzazi Sheikh Said bin Khalfan. Lakini kama haitoshi, baba yake akaamua sasa afanye kweli. Sasa ndipo alipotoa akiwa bado kijana mdogo kabisa kupeleka Unguja kwa ajili ya kwenda kupata ilmu pamoja na malezi. Na ilmu walillahi alhamdu, siku hizi ilmu ni nyingi sana, lakini je, kuna malezi ndani ya hiyo ilmu? Kuna malezi? Ilikuwa naongea na wazangu leo kule, kuna kulea watu na kufuga watu. Kufuga watu ni kama wanavyomfuga ng'ombe, akiumwa utampa sindano, utampatia maji ya kunywa, utampa malisho. Kuna mtu anakuswaga na bakora kwa sababu tahamani, kufanya hivi, huku ni kufuga. Sasa Sheikh Said alimtoa mwanawe ende akalelewe, apewe ilmu, lakini akapewe malezi. Kuzungumza malezi maana yake ni kushughulika na roho, kushughulika na moyo, si mwili tena. Walillahi alhamdu wal minna. Sheikh Khamis bin Said bin Khalfan ameikata miaka takriban 17 akipata malezi pamoja na ilmu kwa mashehe mbalimbali waliopunguja kipindi hicho, lakini nguzo yake kubwa na muhimili wake mkuu ni Sheikh Suleiman bin Muhammad Al-Alawi, Mwenyezi Mungu amrahamu na atupe baraka zake inshallah. Kama ambavyo alitabaruku kwa Sayyid kina Hamid Omar, hao kina Sheikh Ali Badawi, wote alitabaruku, kina habibi kina Sheikh Ahmad bin Hussein alitabaruku kwenda kufikishwa ya kuonyeshwa kwa huyu kijana wetu mtilifaji afanya hivi, msome hiki. Lakini muhimili mkuu ambao Sheikh Khamis bin Said bin Khalfan ni mzee wetu Sheikh Suleiman bin Muhammad Al-Alawi. Yeye tunaweza tukasema ndio aliyeshika ile tupa ya kusukua ile panga hapo ilikuwa barabara. Walillahi alhamdu, matunda yake, faida yake ndio hii tunaiona leo. Mimi na wewe tumeacha mengi yetu kuja hapa sababu na wasita ni Sheikh Khamis bin Said bin Khalfan. Kwa hiyo wewe kijana mwenzangu na msimu zangu ambaye umekuja katika ardhi hii, wewe tuliokufanyikia hapa ndio sababu ya wewe kuifanyaga ardhi hii. Laula saizi sisi tuko wapi sisi wala hatujui, lakini kwa baraka zao inshallah ndio tumefika hapa tulipofika. Neno dogo ambalo naweza kulisema kwa Sheikh Khamis bin Said bin Khalfan ni katika wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi. 23 Ahzab, Mwenyezi Mungu anawaeleza watu hao. Katika kundi la waumini wapo wachache ambao wamesadikisha, wamekuwa wakweli katika yale ambayo walimuahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadi kuchukua inakuwa sio kazi, ila kazi katika kuitekeleza, kuifanya iwe kweli ile ahadi. Miongoni mwa ahadi ambayo Sheikh Khamis bin Said bin Khalfani ameisadikisha kwa Mola wake ni pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza katika 172 Araf, anasema wa in akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Sisi sote tuliulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tulipewa ahadi hii, mimi si rabbu wenu. Angalia kilima aliyotumia Mwenyezi Mungu, alastu bi rabbikum. Kalimatu rabb ni kalima ambayo ni shamil jami' ni kafi. Isikia huyo rabbu, maana yake yeye ndio masuulu wa kila jambo, na ndio maana hata Waarabu walikuwa mke wake katika kumfadhilisha na kumboresha alikuwa anamuita rabbatul bait, yaani wewe ndio kila kitu katika nyumba hii. Kwa hiyo Allah alipotuuliza sisi alastu bi rabbikum, maana yake ndio kwamba yeye ndio atai, yeye ndio asaqi, yeye ndio anafiri, yeye ndio adhar, yeye ndio malja, yeye ndio kila kitu. Na hii ndio ilikuwa akida na falsafa ya Sheikh Khamis bin Said bin Khalfani. Macho yake yote anachokifanya chote anaona si mimi, bali ni tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati Sheikh zitumie lugha gani, katuweka hapa ili tusaidiane na ndugu zetu hawa. Kwa mara ya kwanza tulikuwa nalisikia neno ambalo Sheikh alikuwa analitumia katika ile sababu anayekugea ya kuweza wewe kuishi, alikuwa anaita baraka. Hakuita mshahara, hakuita posho, hakuitumia jina lolote, katumia jina la baraka, akiwa anaamini kwamba mimi siwezi kukulipa wewe, siwezi kukupa nini kukutosha, ila hii baraka tu ni sababu ya Mungu wewe kujua anakuwezesha namna gani. Na akida yake kubwa alikuwa anasema tukifanya kazi ya mtume hatuwezi kudhalilika. Sasa jicho lake lilikupiga, yaani wewe ukihisi kwamba unafanya kazi, umeajiriwa ufanye kazi, utoboe. Lakini yeye anasema tukifanya kazi ya mtume hatuwezi kudhalilika. Mungu hawezi kudhalilisha maadamu tunafanya kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio ilikuwa akida yake, maisha yake yote, mifumo yake, utaratibu wake ni kuona kwamba kila kitu ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwathamini walezi wake. Sheikh alikuwa anatoa hadithi hapa, anasema walikuwa kipindi kile wanaangalia zile CD zile za hadhara zinazofanyika hadhara mauti la kule na huko. Sheikh alikuwa kila mwaka anazipata zile CD zake, basi ndio wazo lake. Bila wewe wazo letu kuangalia mpira, yeye ni wazo lake kuangalia mabwana hawa wakubwa katika hafalati na hadhara mbalimbali. Basi Sheikh anasema alikuwa akiona wale mabwana wanakuja katika hadhara, watu wanasimama na yeye anasimama, watu wakisema kiamu na yeye anasimama. Yaani ile tajalli anaileta wazi hapa, yaani kana kwamba yeye ndio yuko mbele yao vile. Alikuwa na akida sana na walimu zake na mashehe zake, na mwenyewe alikuwa anasema hawa ndio baraka zetu, yaani sisi bila wao hatuendi. Alikuwa ni mtu mwenye kuthamini sana watu wa Mungu, kuthamini walezi wake waliomlea. Haya ndio alikuwa maisha kwa ufupi ya Sheikh Khamis bin Said bin Khalfani. Alikuwa hana mambo mengi yeye kwa kugombana naye umkere katika mambo yake. Hata kama alikupenda vipi ya mwezi mkafika tasema, yeye akili yake, mawazo yake, fikra zake, anapambana, anatafuta, anafanya hivi ni kwa ajili ya hiya na imani. Allah akimuuliza jambo la kwanza, huko umeacha nini? Hakuna atakachokisema. Wewe utasema nimeacha Mungu wangu, nimeacha njiwa wangu. Na alikuwa anasema hivi, kitu kiondoka tashindwa, kiondoka kitakufa. Yale maneno manake alikuwa anatia hamasa na kuonesha kwamba fikra yake, akili yake, mawazo yake kwa katika jambo gani. Kwa hiyo kumuelezea Sheikh Khamis, ukitaka kujua Sheikh Khamis, waangalia tu hawa watu walioacha na jitihada mbalimbali ambazo zinafanywa kupitia vijana wake. Siamini kama
mkoa katika nchi yetu hii utakosa kuja kutamata Sheikh Khamis. Sijui, siamini, lakini kazi imefanywa. Wewe ni jeshi la mtu mmoja, kapambana akiwa ni jeshi la mtu mmoja, kafika hapa alipofika. Mimi na wewe tujue kwamba tuna jukumu la kuibeba amana hii. Yeye tayari ameshafikisha kile alichofikisha. Baada ya kuibeba ilmu akajua ni amana, akaitekeleza adal amana. Kilichobakia na wewe na mimi uhakikishe katika maisha yako unakuwa ni sehemu katika kuifikisha hii amana, na hapa ndio utaipata baraka ya Sheikh Khamis. Yani wewe usiusunike kwa Sheikh Khamis uje kuona. Sheikh alituambiaga kwa siku moja, anasema alikuwa anamwambia Sheikh, nataka nimuone Sheikh Suleiman. Akamwambia wewe fanya kazi ya Sheikh Suleiman. Ukitaka kuona Sheikh Suleiman fanya kazi ya Sheikh Suleiman. Wewe usimuone Sheikh Khamis, usiusunike kumuona Sheikh Khamis. Maana simama imara katika kile ambacho alikuwa anakifanya Sheikh Khamis. Kuna kitu kinaitwa taalluq. Taalluq ni shuau, inatoka ya tadu, inatoka kwa yule anayependa kwenda kwa mahbubi wake. Yani kama wewe kweli una mapenzi na Sheikh Khamis, lazima utapata kitu kinachoitwa taalluq, mahusiano ama mawasiliano ya moja kwa moja kati ya roho yako wewe na roho ya Sheikh Khamis bin Said bin Khalfan. Vipi utayapata? Simama katika yale anayosimamia yeye, penda yale aliyokuwa anayapenda yeye, pende kana kwamba yuko mbele ya macho yako. Sheikh Khamis utamuona na baraka zake utaziona. Kinyume cha hivyo utakuwa munqati'ul awsal, itakuwa hapo hakuna kitu, utakuwa umepoteza kabisa, utakuwa wewe umepoteza kabisa. Kwa hiyo utamjua Sheikh Khamis, wewe ndugu yangu ambao umekuja jana juzi na chini ya miaka 10 hii, mimi nakuhusia sana kujali katika kusoma, kuwa na adabu kama ambavyo Sheikh alikuwa msingi yake mikuu. Sehemu kubwa ya mafundisho ya Sheikh ilikuwa ni adabu kwanza. Adabu kwanza, kwa sababu elimu yetu hii ina mahusiano moja kwa moja na nyoyo. Sasa na nyoyo zikikataana hakuna elimu hapo. Kwa hiyo pambana, kuwa msikivu, kuwa mtiifu. Sheikh Khamis bin Said bin Khalfan atakuwa baina yadayka nusba ayunika. Hivi ndivyo ambavyo naweza kumuelezea Sheikh Khamis bin Said bin Khalfan. Inshallah, kama alivyotanguliza ustadhi, mimi nilikuwa na tabaruku hapa na imani Sheikh wa wilaya yeye mashawahi ya chakula naye. Mimi sijawahi kula naye Sheikh Khamis. Sheikh wa wilaya yeye na imani wabahatika watiifu. Ongea naye, kusalimiana naye, alhamdulillah. Lakini sijawahi kula naye. Ila alinikirimu juice nyumbani kwake, alhamdulillah. Tena kaitia kwa mkono wake. Nimekunywa. Nashukuru hilo sio dogo. Kwa hiyo huyo aliyekaa naye zaidi na imani tutapata faida kubwa. Yeye mwenzangu kanipita. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum.